kwanza mikono kwa Mungu na wakati tunaendelea kumkaribisha mtumishi wa Mungu, tunamkaribisha ndiye Papa Raimo. Karibu sana wakati unapanda unaonyesha kutufura manilipo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naona sasa tumesha mikono juu ya registre mzuri. Bwana tubariki tena. Amen. Sasa kwa vile mwaka iko na wando wengi. Napenda kwanza unamkia jirani yako kama mjue jina muulize wewe nani. Muulize jirani yako. Malaika nitapewa na muulize wewe nani jina. Malaika ndio mtu mnombana siku yote ndio ataanza kuuliza sijui kama ndio. Bwana tubariki tena. Amen. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Merci beaucoup. Tunapenda kusemezea kitu kimoja. Nitasema kwa sina moja iko nasema Yesu ni nani kwako. Bwana tubariki tena. Amen. Kwa hiyo wakati bila kuponda muda ni wakati mzuri kabisa. Na hii wakati bila kuponda muda bataweza tusomea kwa andiko mzuri kwa sababu maandiko yako wazi kabisa. Na wakati yako wazi maandiko yanasema wakati yote kila kitu na wakati yake. Kama kila kitu kyote na wakati wake Mungu anakipanga na Mungu anakitayarisha kwa sababu kila kitu kyote kinafanya kazi na kinaleta nguvu, kinaleta mamlaka na kinaleta madaraka kumbele ya maisha ya kila mtu na kumbele ya nyumba ya kila mtu. Maandiko iko wazi kabisa. Nilitafuta niseme na wewe kitu kimoja. Nasema kitu kimoja kile nitasema hiki. Yesu ni nani mbele yako? Bwana tubariki tena. Amen. Natafuta kusema kitu kimoja kwa sababu Bwana ni mkubwa na Bwana ni mwema tena. Sikia nikwambie, tafsiri ya Yesu yeye ni nani kwako ni tafsiri inakuwa na wewe mwenyewe peke yako. Bwana tubariki tena. Amen. Katika utumwa tunaopitia na katika vita tunayoipitia tunampa Yesu jina kufuatana na kile anatufanyia na kufuatana kile Yesu anatutendea. Lakini tutasoma kwa andiko moja inaweza ikatusaidia. Tusome katika kitabu cha Yohane sura yake ya 14 mstari wake wa 6. Inasema nini? Jean chapitre 14 verset 6 inasema nini? Baweza tusomea hata mkifaransa hakuna shida. Inasema nini? Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Bwana tubariki tena. Amen. Maandiko inasema asema Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna mtu yeyote atafika kwa Baba kama wewe hautapita kwangu, hautafika kwa Baba. Kama wewe hautanijua mimi, hautamjua Baba. Kama wewe hautanisikia mimi, hautamsikia Baba. Lakini niliuliza kwako Yesu ni nani? Bwana tubariki tena. Sikia nikwambie, matendo ya Yesu atendi kufatana na utafsiri wa kimutu. Anatenda kufatana na utafsiri na uwezo alio nao juu ya maisha yako. Bwana tubariki tena. Amen. Yesu kuja duniani akuletwa na mtu ili aje akuokoe. Akuletwa na taifa ingine ili aje akutoshe mkifungo. Lakini kuja kwake ilikuwa ni mpango, alijua yeye ni nani juu ya maisha yako. Maandiko yanatuambia yeye ndiye njia. Bwana tubariki tena. Amen. Hakuna chochote ambacho utakachokiishi kupata ufungulivu isipokuwa Yesu asimame mbele yako. Isipokuwa Yesu ajitukuze ndani ya maisha yako. Isipokuwa Yesu aseme neno moja juu ya maisha yako. Bwana tubariki tena. Amen. Kila fungo inayofungwa na kila njia inayofungwa, kila alama
inayowekwa. Kama Yesu hayupo, hakuna kitakachoishi. Maandiko inasema mbingu kulikuwa kimya, dunia kulikuwa kimya, na zimu ilikuwa kimya. Bakiuliza ni nani ule mwenyewe ataokoa hii dunia? Maandiko inasema mimi wa Yohane nikasikia akaniambia, usilie, kaa kimya, kwa sababu huyu wa kabila ya simba wa Yuda, yeye eko hapa, atasimama na kukuokoa toka na kuvunja mihuri 7 na kufungua kile kitabu kila mtu alishindwa kukifungua. Bwana tubariki tena. Kuna siri ambayo kila mtu anataka aielewe na itambue, na hiyo siri ndiyo kile Yesu alichokujia. Bwana tubariki tena. Katika kitabu ambayo ya unabii yote walitabiri, ambayo ya unabii yote walisema, kulibakia kitu kimoja. Kulihitajika kuje mmoja anayeitwa nani? Anayeitwa mkombozi. Bwana tubariki tena. Hakuna njia ingine ambayo tungeitumia bila kuwa njia ya mkombozi kuja kutuokoa. Hata kama ukiomba, hata kama ukilia, hata kama ukifanya lolote, ila mpaka mkombozi akuje. Maandiko yanashuhudia mzuri, wakati alianza kubariki watoto wake Yakobo, akasema wewe utakuwa mfalme mpaka pale Shilo. Ule atakuwa mtawala ya watawala, atakuya. Maisha yake ya Yuda ilipendeza Shilo ndo akuye amupe valera na kuonesha ukubwa wake. Amen. Amen. Nasema kitu kimoja. Yeye anasema yeye ni nani? Anasema mimi ni neno. Na hakuna kitu chochote ambacho kitafanywa bila kuwa hapo mimi. Chote mtakachokisema mkiwa neno, ikiwa mimi, nitalitimiza. Ukilifanya bila yeye kusikilikamo, bila yeye kuonekanamo, hautaiona. Bwana tubariki tena. Amen. Merci beaucoup. Asema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Na yeye kama ni njia, na yeye kama ni kweli, na yeye kama ni uzima, yeye ni njia, kweli na uzima. Acha nikwambie, ukienda kwenye mlango, unafika sharti ule mlango kuwe wa kuruhusu kufungua. Lakini kila mlango yote ya maisha yako anayetakiwa kuifungua ni nani? Yes. Ni Yesu. Amen. Hakuna mlango wa mtu wowote ambao ulifungwa unahitajika mtu aufungule. Hakuna. Bwana tubariki tena. Amen. Hata kama ni nani hawezi kuifungua ile mlango. Nakumbuka Ana, anatafuta mlango wake wa kuzala ufunguke, lakini anasikia kwa ile anamwambia kwa utachaka ulevi. Bwana tubariki tena. Kwa mlango wa kufunguka, anamwambia kwa wewe utachaka ulevi. Mwanamke akasema mimi nitafanya nini? Kwa sababu biko vigumu nimsogelee Yesu. Na nikimsogelea, nilisikia wanafunzi wakasema msimzuru Bwana, umwache, wakati wanamletea watoto kidogo. Lakini Bwana wa majeshi, yeye anakuwa ni mlango kwa kila mtu. Kama imeandikwa, kuna milango ile inayokuwa 12 ya majina ya kabila yote ya Israeli. Lakini sisi, ile mlango ya Yesu ni mlango ambaye kila mtu ataingia na atafunguliwa kwa wakati wake na bila kusukumana. Bwana tubariki tena. Amen. Hakuna zamu, hakuna kukamatana, hakuna kugusana, lakini kila mtu eko wazi cha kufunguliwa. Amen. Maandiko kasema, tusome maandiko tusikie vile kisi maandiko yanatufundisha kitu kimoja. Tusome kwa maandiko katika kitabu cha Yohane. Yohane chapitre 21 verset 20. Kushuka inasema nini? Tasoma Jean chapitre 20. Umefikia kwa tu mu 22. 21. Mwanzie chapitre 21 verset 20 jusqu'à 22. Inasema nini? Pierre s'étant retourné, vit venir auprès de les disciples que Jésus aimait. Papa sikuwa pale. Asema Petro akageuka nyuma. Akageuka akaangalia pembeni, kuna
Yesu alipenda sana. Tuendelee. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Asa wakati wa chakula ya magharibi, ile inayoitwa mwili wa Bwana, yeye ile magharibi alikuwa mkifua cha Yesu, ndio alikuwa anakulala. Et Jésus avait dit, Seigneur, qui est celui qui te délivre? Asema na wakati ile walisema Bwana, ule ndio alisema ni nani ule atakutoa? En le voyant, Pierre dit à Jésus, kwa kumuona Petro akamwambia Yesu, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Amen. Asema kwa huyu nini kitakachomfikia? 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-je moi? Là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ses disciples ne mourraient point. Bwana tubariki tena. Amen. Amen. Maandiko yanasema mzuri. Asema wakati Yesu alimsikia Petro, njia ni hii, beba nenda na Yesu, yeko nyuma ya Yesu, lakini yeye anaanza kufuatilia mngua nyuma yake. Bwana tubariki tena. Amen. Ndio maana Mungu alisema mimi sina mtu wala mwana wa mtu ili nitubu wala nijute. Amen. Bwana tubariki tena. Amen. Kwa sababu Mungu alijua hali ya mtu na tabia ya mtu, hata leo akisaidia kesho atageuka. Bwana tubariki tena. Amen. Ukikula kia mtu kesho atakupigia hapa kile ulikula. Na ukigusa kia mtu na anakupigia mikono kesho kile ndo fimbo yako. Lakini Mungu ana vile. Bwana tubariki tena. Amen. Nasema mlango wa Yesu Kristo eko ni mlango wa ufungulivu kwa maisha yetu. Amen. Kama leo ulikuja kusimama, unakuja kusimama kwa mlango wa Yesu. Na ule mlango hakuna anayekuzuia. Hata kama ukijiona kuwa nyuma ya mwingine, maneno yako hayana kimoya na maneno ya ule Mungu pale. Amen. Ufungulivu wako sio moya na ule uko naona. Daudi akasema, nilikuwa nikitamania maisha ya baovu na nikibangalia kuwa aba batu kubarikiwa, kumbe ni vitu vya bure. Wakati yangu ilikuwa iyafika, kwa sababu tangu nilizalika mpaka hapa siyaona mtoto mwenye haki akalomba mkate. Bwana tubariki tena. Ni nini alifia kuongea? Alifia kuongea kusema kila mtu ana wakati wake pa mlango wake. Hakuna atakayepitia mlango wa mtu mwingine, na ule mlango ni Yesu Kristo kwa ukombozi kwetu. Bwana tubariki tena. Amen. Petro alielewa na akamuona akasema, wewe hivi unanifuata, maana yake unafia kusikia kwa siri ndio unaniambia. Unafia kufuatilia na wewe kuweko samie. Jua ndio ulipendwa sana. Jua ndio unaimbaka sana. Ujue ndio unatoaka sana. Lakini Yesu akamwambia, wewe unaniuliza huyu ni nani na anafuatia nini na bitafanyika nini kwake? Alikuangalie. Bwana tubariki tena. Natafuta kufunza kitu kimoja. Pa mlango wa Yesu hapana alama ya kusukumwa na mtu mwingine wala kufuata mambo ya mtu mwingine, kwa sababu ile mlango ni yako peke yako. Ukishindwa unashindwa wewe moja, ukiweza unaweza wewe moja. Hakuna ule atakutambusha na hakuna ule atakusukuma. Bwana tubariki tena. Amen. Hata kama mko 100, mwe wote mtaingia. Hata wanasemaka mlango ni wembamba sana, ule uko kama tundu ya shindano, lakini hata kama mko wa mingi mtaingia pa ile mlango. Kila mtu ataingia, amutasukumana, amutakamatana. Bwana tubariki tena. Amen. Ni mlango wenye uhuru. Mimi ndimi njia, kweli na uzima, na mimi ndiyo neno. Kila kitu kitakacho kupitia mimi kitatendeka.
wakati hata kama mimi sikukuwa hapo hakungetendeka kitu hata hiki kimoja. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ukianza kushuka anaanza kufasiria. Bwana tubariki tena. Ndio kwa maana siku ya leo elewa kitu kimoja. Bwana alikuja kwako juu kufungula kilichofungwa. Bwana alikuja kwako juu kupangia kile ambacho akikokuwa na msingi wala na jina, anakipatia kuwa jina. Hata kama ukiona vita, ukiona matatizo, ukiona mambo yote, sema Bwana ni mkubwa. Anajua njia ananipitishia. Anajua misemo eko nasema kwangu. Kwa sababu ni mafundisho. Huyo Yohane, malgrado alikuwa analala mkifua kia Yesu, lakini hakuachiwa kuongoza mitume wote. Petro aliachiwa. Sikusikia sasa Petro alimpenda kupita wanafunzi wote. Lakini walimwachia Petro. Bwana tubariki tena. Na Yohane alikuwa anafuata mtu mko Petro. Petro akifanya hivi twende, akifanya hivi twende. Ila Yohane naye alijua, Yesu alisema nikipenda hata kama nikimwacha mpaka pale mimi nitarudi yake, ni mimi moya. Vile vitu kuangalia. Bwana tubariki tena. Njoo hiyo kwa kwanza likonda bicharegeja anasema mzuri. Hata kama mimi nampatia wewe abifanye nini? Abikuangalie. Kama mimi namuima, wewe abifanye nini? Abikuangalie. Manake Yesu wakati anatenda ana na mshauri, ana na kumgeuza, ana na kufanya chochote kumbele yake. Maki kila tamua kutenda ndio kila atatenda. Kile kinatustahili ni kumjua Yesu ni nani kumbele yako. Eske anakuja kama mponyaji? Eske anakuja kama wa kukufungula? Eske anakuja kama mwalimu? Eske anakuja kama nani? Kwa sababu Yesu anakuja kwa hatua ila anapenda. Na ndio kwa maana alimwambia sema, ujue kwamba huyu kile nataka kufanya kifanyike kwake, mimi ndio najua. Wewe haufanyi nini? Haujui. Bwana tubariki tena. Amen. Akasema mimi ni upanga. Sikuja kuleta salama, ila nilikuja kuleta nini? Upanga. Kugawa kibaya na kizuri, kubiachanisha. Kugawa familia ile ya mubaya na familia mzuri, kuiachanisha. Yeye anakuja kufanya ile kazi. Anasema mimi ni mti. Bwana tubariki tena. Amen. Kazi ya mti analeta kimvuli. Kazi ya mti analeta nini? Ataleta na mboleo, kwa sababu ile mayani ikianguka ikioza italeta mboleo. Bwana tubariki tena. Amen. Kazi ya mti, fasi pelikuwa miti sana, palikuwa pazuri, kimvuli kile batu wataikala. Ile mti itatosha matunda, batu watafanya nini? Bataikula. Mnaweza mnakata ile kuni, mnakata hapo matawi ile, mnaenda kufanya na kuni. Mti unabakia tu na unatosha matawi mengine. Bwana tubariki tena. Amen. Yeye ni Yesu. Sasa ujiulize, yeye ni mti wako, yeye ni maji, yeye ni nani? Na ukimjua, ukimuelewa, hakuna kifungo kitawakia juu ya maisha yako. Hakuna vita ile itakuwa na nguvu juu ya maisha yako. Amen. Na njoo kwa maana wakati mwingine wanakuwa kama kufunga Yeriko, banajikuta tulishaingia ndani. Tulishafika ndani ya Yeriko na kisha ule mtu anaonaka sio ndio mtu mchafu sana mubaya, ule kaaba ndio mwenye anatuficha. Na anatuficha hawaelewi. Na wanashtuka Yeriko ilishageuzwa inaanguka kwa sababu tuliingia ndani. Hakuna fashi Yeriko itanguka bila kwenda kuingia ndani na kuelewa na kujua jinsi iko. Hakuna. Na unachoka kwa maana vita yako wakati mwingine kwa unaiona kuwa nguvu, inapendeza kwanza uingie ndani mule, uelewe maadui ni wa nani, uelewe vita unatokea wapi, uelewe vinamaanisha nini, uelewe vinasema nini, kisha ukirudia au ukipika vita, kila kitu kinapomoka. Bwana tubariki tena. Amen. Nani anatufanya tuingie? Yesu wa Nazareti. Anafanya kile kenye kilikuwa impossible kinakuwa possible. Anafanya kile kenye akiwezekani kinawezekana. Yesu alitembea pa maji. Nani mwingine alitembea pa maji? Akasema kama ni wewe na mimi nitembee. Akamwambia kuja utembee. Bwana tubariki tena. Amen. Alikala akakula kwa Zakayo. Nani alimwamulia? Wewe uko nakula watu wabaya, hana hata kule. Kama anaingia kwa nyumba yako, hakuna ule atamwamulia. Bwana tubariki tena. Amen. Hakuna ule atamgeuza. Nilikuwa na furahi wako, kulikuwa mama mmoja watoto wake wote. Baada ya kubaitaka sema watoto hawa wote ni bandumba. Siku wanaanza kufanya wa mariage,
watu wote wanaanza kushangaa. Sasa kweli abasi wanakuwa hivi, banaleta marezo yabo, lakini vile Yesu alishaingia pale, hakuna wa kumtosha. Misemo ya nje, mambo ya nje, vita ya nje haiwezi ikazima ile mlango. Bwana tubariki tena. Mlango unaweza ukazimika na unaweza ukaribika kwako wewe mwenyewe, kwa sababu anasema mimi niko hapa napika hodi. Bwana tubariki tena. Kama yeye anakuja kama mgeni anapika hodi kwa mlango yako, hakuna hata mfukuza. Wewe mwenye mlango ufanye nini? Umfukuze. Bwana tubariki tena. Amen. Ule ni Yesu wa Nazareti. Tumupokee na tumuishi kwa maisha yetu yote, na atafanya vitu vikubwa, atafanya vitu vipya. Yesu kwako umubebe kwa hatua ile anatembea, kwa hatua ya vitu kunayo. Ana alimuona Yesu kwake kama Mungu wa kuleta watoto ndani ya maisha yake. Kila mtu alimuona kwa njia yake na akamupa jina kwa njia yake na kwa namna yake. Kumbe Bwana akuguse pale huko, akupe neema na akupe nguvu ya maisha yako, kwa sababu kila kitu kyote kile kile ulipoteza, kila kitu kyote kile uliharibisha kilitokana wakati mwingine au kuelewa ni kitu gani mimi nafanya, ni wapi pale mimi natoka, ni kitu gani kile mimi nasema. Hata kama bado watakubeba kama kahaba, bana kupeleka walituambia mtu wa hivi ni kumupika maibwe astahili, lakini Yesu akikuangalia, anakuangalia wewe, anawaangalia wao, anasema ulishafika kwenye mlango yako. Hapa kufi mtu, hapa panaokoka mtu. Bwana tubariki tena. Ndio kwa maana usiogope hukumu na vilole ya watu. Kama nakushonta sana wewe wasema unapona. Ndio kama wanakushonta ina maana banakushindwa, sasa wanatafuta bakuchongee tu, ila kule wanakuchongea ndio mwenyewe analeta wokovu na uzima. Na yeye ana lazima kukuangamiza. Amen. Bali mtupa ule kilema, ni kilema bakamutupa kumulango. Sasa huyu vile wa Kristo sana walikuwa waaminifu sana, wataanza kumpatia watu la na si kumnyangula, tunapokelea kola mimi wanashtuka kilema kuyua njia, anarudia kwao, eko najitembelea. Mimi najua kuko bengine wanaanza kulia sima marshandizi yetu inaharibika. Kwa watu wengine njoo kwa maana maombi, kama unafungula mtu moya na bifungo binakatika, utaona watu wengine inakuwa ni kilio. Nepoka ni mateso kwabo, nepoka ni vita kwabo, na wanashirikiana mkizazi. Kisha deliverance ya watu wengine, utaona watu wengine wanashirikiana. Unajiuliza sasa vita inatoka wapi? Marshandizi yabo ndio inaharibika. Bwana tubariki tena. Amen. Kwa sababu ile mlango inamwitikia ule Bwana. Ile mlango inamwitikia ule mtu, inamwitikia anaingia, anabakia huru. Hakuna tena kumsema, kwa sababu na maandiko yanasema wote waliomwamini Yesu wanakuwa viumbe vipya. Na hakuna tena hukumu kwa yule ko ndani ya Yesu. Bwana tubariki tena. Kumbe vita yote uko nayo, usiwe nayo wasiwasi. Hata kama uko kumaji mekundu ambayo najikuta mlima huku nyuma Farao na kumele maji, wewe sifu Mungu, jua njia yangu mpya inatokea, kwa sababu hapa ndipo palipo wokovu yangu. Wakati bila kuwa nguvu ndio wakati Mungu anafungulaka njia. Ila ukirudia nyuma unabifanya vile nguvu vinakuwa mara 4 au mara 5 au mara 7, kwa sababu pepo akiondoka atarudia na nguvu mara 7. Ile nguvu ya mateso ilikuwa nayo inazidi tena, kwa sababu likimbia mlango yako. Yesu ni Mungu wa majeshi. Yesu ni Mungu wa ushindi ambaye ana na mwamuzi yeyote, na ukitaja jina lake anakuwa ni nguvu na mamlaka kwetu. Bwana tubariki tena. Tutasoma kwa Yeremia. Yeremia anasema nini? Tutasoma kwa Yeremia. Yeremia anatukwambia kwa kitu gani? Kwa kitu kimoja Yeremia anatufundisha hapa, tutakisikia tuone Yeremia anatuambia nini. Jérémie chapitre 1 verset 19. Mwanzie kwanza pa 11 kisha 11 tutasoma kwa Jérémie chapitre 11 na 11 12 13 mutambuke mwende mu 19. Inasema nini?
Tutasoma Jérémie chapitre 1 verset 11, 12, 13 kisha tuluke tusome verset 19. Nasemaje? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Amen. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Bwana tubariki tena. Kitu tulisoma ni Jeremia sura ya kwanza mstari wake wa 11 hadi 13, tunaruka mpaka 19 ama 19. Inasema kitu kizuri. Maandiko ikashuhudia ikasema mzuri. Wakati nianza kuongea ikasema, mimi Bwana wa majeshi. Akamuuliza Jeremia, unaona nini? Kitu cha kwanza naona fimbo ya mlozi. Mungu akamwambia, unaona vema au kuona tofauti. Ulilota nini? Nililota uchawi wa kwetu. Anasema unaona vema. Kitu kia pili akasema, unaona nini? Naona chungu cha mlozi. Bwana tubariki tena. Chungu cha mlozi. Akamwambia unaona vema. Ikyo uko naona ni juu napenda nitimize neno langu. Bwana tubariki tena. Na neno yake ya mwisho Mtisnefu akatufundisha nini? Asema nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi ni pamoja nawe, anasema Bwana, ili nikuokoe. Bwana tubariki tena. Amen. Batapigana nawe, hawatawezana na wewe. Batakugusa, hawatawezana na wewe. Hata kama Petro alikuwa mbele yako, hatawezana na wewe. Hata kama Yohana alikuwa mbele yako, hatawezana na wewe, kwa sababu kuko mmoja ule mwenyewe anajua maisha yako. Wakati ulimwamini, hakuna mshauri, hakuna ule alikugeuza, lakini kuko tu kitu kile kilikusukuma ili ukaribie. Na yeye anasema, mulikuja kwangu kwa sababu Bwana alinileta, na kwa sababu Mungu alinileta, ataniokoa na kumifungula. Na kumbuka maandiko nasema, wakati Paulo alihubiri, wakati Paulo alifundisha, bapagano wakaamini, bapagano wakamjua Mungu, na bapagano wale wakaanza kusema kwa lugha, wakaanza kutabiri. Lakini wa Paulo wakasema, ingawa mtasema kwa lugha, ingawa mtatabiri, lakini hamtaingia ufalme wa mbingu, kwa sababu mkutahiriwa. Bo wakasema bongo sana, bipande bishuke, sisi ufalme wa mbingu tutafanya nini? Tutaingia. Bwana tubariki tena, kwa sababu njia ya ufalme wa mbingu ni Yesu Kristo peke yake, ambaye hakuna kifungo, hakuna kitu chochote kitakachoangusha. Njia ya ufungulivu na wokovu kwa maisha yako ni Yesu Kristo. Hakuna yeyote anayepinga wala anayevunja, kwa sababu yeye ni Mwokozi, na kwa sababu yeye ni mwokoaji kwa kila jambo yote. Maandiko yanashuhudia mzuri, wakati ile baliangalia, bakasikiliza, bakaangalia, lakini bakajikuta hakuna kilichobafunga wale watu kuwa bashindwa kuendelea, bashindwa kufanikiwa. Juu ni bapagani, juu ni batu baje, lakini Yakobo akasema, kwa sababu Roho ya Bwana amewakubali, kwamba vile wamekubaliwa na hakuna kitu cha kupinga, kwa sababu Roho amefanya nini? Amekubali. Ndio kwa maana Roho ya Mungu akikubali kwa kufungua, hakuna ule atakaye pinga, na hakuna ule atakaye rudia nyuma, hakuna ule atakaye kufunga. Yakobo wakamwambia kwa mama yake, ukitii tu sauti yangu na kufuata kile mimi nakuambia, pale pale utabarikiwa. Asa mama, laana itakuwa George nivumbula, sema mimi nafanya makosa, mimi nitalaaniwa. Akamwambia, laana yako itakuwa juu ya kichwa changu.
Bwana tubariki tena. Ukiwa kwenye mlango wa Yesu Kristo, yeye Yesu, hakuna laana, hakuna mikoshi, hakuna mastaki, hakuna vita yoyote, kwa sababu yeye alikuja kuokoa, hakuja kuua. Bwana tubariki tena. Ndio kwa maana maisha yako iko na wokovu leo na iko na ufungulivu, kwa sababu Bwana wa majeshi amenyanyua mpanga ili kuja kuokoa na kuja kufungua. Bwana akubariki na Bwana akufungule. Amen. Simamia kwa yulu. Simamia kwa yulu. Kwa hiyo wakati mwambie kwa Mungu visemo 2 3, kwa sababu Mungu anasikiaka maombi ya kila mtu. Anasikiaka kilio cha kila mtu. Hivi sema utasema we consider kuwa uko nasema na Mungu vis-a-vis. Uko kwenye mlango, hakuna Mungu kuzuia. Uko kwenye mlango, hakuna ula taderute. Kile we unataka na kile we uko nakyo nani lazima. Unaenda kusema kitu kimoja. Karibu ngombe. Anza kuomba. Kwa uwezo wa jina la Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu. La soke pride lo shikamanta. Teri pride kosikamanta pride kos. Tunatangaza kwa jina la Yesu. Wewe ni Baba anayefungua. Wewe ni Baba anayeokoa. Leso kamante pride los. Ire pride koshikamanta. Hii taifa yako ilikala mbutumwa. Hii taifa yako ilichezewa. Hii taifa yako ilinyanganywa. Hii taifa yako ilizarauliwa. Hii taifa yako ilionewa. Baba blesu kamante gloria. Ni wakati wa kufunguliwa. Ni wakati wa kuokolewa. Ni wakati wa kuishi neema yao. Wamekuja kwa elo samante. Riplaide koshikamana proyeka. Ile sukamante praide los. Like tu replaide kosikamante repoya. Lika tu replaide kosamante repia. Ropire la somante replaideka. Tunatangaza neema. Tunatangaza amani. Tunatangaza ushindi kwa kila mtu ote. Tunatangaza plaire lo samarabaya. Ireblia lo ramashinda rabaya. Ile suremande le boshinda rabadeke. Replaide kosikamante repoya. Ireploide katu repoide boshide boya. Pire la kuta prede kantere blorile. Somarablia la kuntere poide kosh. Losi kamantere porible ya kusaka prodeka. Tunatangaza amani. Tunatangaza ushindi. Tunatangaza baraka. Tunatangaza makubwa. Tunatangaza vitu bizima biishi ndani ya manyumba yako. Mainchi yote kuteseka. Baba, vita tunaikalisha kimya. Ikuwe fasi yoyote dunia yote mzima. Magonjwa yote kutanda. Yote tunaikalisha kimya. Tunatangaza kwa uwezo wa jina la Yesu. Mlango ni wewe moja tu. Mwokozi ni wewe moja tu. Mponyaji ni wewe moja tu. Kila kazi yote unasema haugawi utukufu na mtu mwingine. Kumbe tunatangaza Bwana majeshi. Lesu kamante pareka. C'est toi le Dieu qui essuie les larmes. Niaralos. Ireplia remande liboshite rebaya. Korapai de losi kamante le plage kosh. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Alosi kamante le kosh. Baba, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, tunatangaza kwa mamlaka na madaraka. Tunasema kwa uwezo wa jina la Yesu. Wewe ni Baba anayegusa mioyo. Wewe ni Baba anayeelewa. Unasema mbele ya mwe kuomba, nilijua nini mlipenda, lakini nilitaka kile mtasema ndio nitalitendea. Kumbe ni Bwana wa majeshi. Wakati mwingine unatendaka kwa sababu ya kuona tu kile mtu eko na wazia, na kwa kuona tu kile mtu eko nafanya kwa matendo yake, na kwa kuona kile mtu eko nasema. Kumbe Baba, kwa hiyo wakati gusa kila kipande kyote, ikuwe zamiri, ikuwe mawazo, ikuwe matendo, ikuwe mwenendo, itika kuonekana kwa hatua hiyo, ili kufungula nayo taifa yako. Tegemeo ni moja tu, ni wewe. Tunavunja kila uchawi, tunavunja kila mirela sopredemando reblia rula marela ya usmante reblorike. Te praide la sumante repoide koshikamante repoide koriplea. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo Nazareti. Kumbe vitu bipya bingemo manyumba yao. Kumbe misemo mikubwa ikane ndani ya mioyo yao. Bakisema bitimilike, bakifanya bitendeke,
nae de losimante reporia orepai de losikamanta. Bizazi binaishi bila chemchemu, bizazi binaishi bila tegemeo, bizazi binaishi bila fasi pa kugusia wala pa kuanzia. Hapana, pale watasema kweli hapa peko fashi tutawakia Mungu kama maneno nafika, lakini tunatangaza amani, ushindi, utukufu, furaha, nguvu na mamlaka. Breka tule maro bliare la prede kuntere gloria. Kera poi de la mosi te pra de la mandia oralos. Na ike pra ike gloria. Mbingu yako wakie wazi na chesi yako isimame kama vile isimama pa Yeriko ndani ya maisha batu wote hawa. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunasema hivi. Amen. 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 Tunashukuru kabisa, Mungu amebariki na Mungu ametenda. Amen. Asante, Mungu ametangulie na Mungu aliwezesha.